mwanamke mjane aliposikia ya kwamba anadaiwa, moja kwa moja ikabidi akimilie kwa nabii Elisha, maana alijua kwa mtumishi wa Mungu uko msaada, hata kama hatanipa fedha, lakini analo jambo la kunisaidia. Sikiliza nikwambie, kuna wakati sijui ukiwa unapitia shida, msaada wako wanakuwa ni nani? Sijui wale wakati wa matatizo, msaada wako unakimilia wapi? Huyu mwanamke mjane, Biblia inasema akakimilia kwa nabii Elisha, maana alijua kwa mtumishi wa Mungu uko msaada, ninaweza kupata. Unaweza kuwa na shida ya fedha, ninaweza nisiwe na fedha ya kukupa, lakini ninalo jambo la kukusaidia. Sijui kama ninaongea na mtu. Unaweza ukaenda kwa mtumishi wa Mungu asiwe na nyumba ya kukupa, lakini anao msaada wa kukupa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sikiliza nikwambia, Biblia inasema katikati ya msiba, katikati ya ule msiba, ghafla yule mtu wa madeni akainuka kudai madeni. Nisikilize nikwambie, katikati ya ile shida, leo anainuka Mungu kukusaidia. Biblia inaniambia yule mwanamke akaenda kwa Elisha, asijua kwa Elisha ndio kuna msaada. Msaada wako wa mwisho ni Mungu. Pale akili zako zinafika mwisho, yeye Mungu ndio anaanzia hapo. Pale matatizo yanafika mwisho, yeye Mungu ndio anaanzia hapo. Pale unakosa msaada kabisa, Mungu ndio anaanzia hapo. Kuna watu wamekaa wanasubiri biashara yako ifilisike, ninasema haitafilisika. Kuna watu wamekaa wanasubiri uachike, ninasema hautaachika. Kuna watu wamekaa wanasubiria mauti juu yako, hawataiona kwa jina la Yesu. Ninasema hivi, pale pale ambapo tulikaa kumtumaini Bwana, ndio hapo hapo ambapo Bwana atainuka. Ninasema Bwana akutokee na wewe, ibada hii leo ikawa ni ya kwako. Sijui kama naongea na mtu hapa. Kuna watu wamekaa wanasubiri aibu yako. Ninasema ukiwa chini ya madhabahu hii, hakuna aibu itakupata katika jina la Yesu. Ninasema subiri mpaka mwisho uone. Hatujafika mwisho bado. Subiri mpaka mwisho uone Mungu atakavyokutokea kwa namna yake.